Hadithi inaanza na familia inayoendesha gari msituni kwa ajili ya tukio la kusisimua. Kila kitu kinaonekana kuwa cha amani, hadi kulungu ghafla akakimbia mbele ya gari lao. Dereva anapoteza udhibiti na gari linaanguka. Kwa kusikitisha, wazazi hawaokoki. Aliyebaki hai ni mvulana mdogo anayeitwa Pete. Akiwa na hofu na upweke, Pete anatokwa na machozi. Bila kujua la kufanya, anachukua kitabu chake cha hadithi anachokipenda, anakiweka kwenye mkoba wake na kuanza kuondoka kwenye ajali. Dakika chache baadaye, anasikia kitu kikitembea msituni. Akiwa na hofu, Pete anaanza kukimbia, lakini kundi la mbwa mwitu linaanza kumfukuza. Wakati tu wanapokaribia kumkamata, joka kubwa linatokea ghafla. Kiumbe huyo anawatisha mbwa mwitu na kuokoa maisha ya Pete. Akiwa bado na hofu, Pete anauliza, "Utanila?" Badala ya kujibu, joka hilo linamrudisha mkoba wa Pete kwa upole, likionyesha kwamba halina maana ya kumdhuru. Pete anatambua kwamba joka hilo ni rafiki, na wawili hao wanakuwa marafiki haraka. Pete anamuita joka Elliot, na Elliot anampeleka ndani kabisa msituni kwa usalama. Miaka 6 baadaye, hadithi inahamia katika mji mdogo karibu na msitu huo huo. Mzee mmoja anaitwa Mitchum anaburudisha kundi la watoto kwa hadithi kuhusu joka anaishi katika msitu ulio karibu. Anasisitiza kwamba alimuona joka mwenyewe, lakini hakuna anayemwamini. Kwa kila mtu mwingine ni hadithi nyingine tu ya kichawi. Wakati huo huo, binti wa Mitchum, Grace, anawasili. Yeye ni mlinzi wa msitu na ametumia miaka mingi kufanya kazi katika misitu hiyo. Hata yeye haamini hadithi za baba yake. Anamwambia, "Nimekuwa katika msitu huo kwa miaka mingi na sijawahi kumuona joka." Mitchum anatabasamu tu na kujibu, "Kwa sababu tu hujaona kitu, haimaanishi kuwa si halisi." Wakati huo huo, Pete bado anaishi ndani kabisa msituni na Elliot, ambaye amekuwa rafiki yake mkubwa. Wawili hao hutumia siku zao wakicheza pamoja, na tunajifunza kwamba Elliot ana uwezo wa kichawi, anaweza kugeuka asionekane kabisa, ndio maana hakuna mtu aliyewahi kumpata. Baada ya siku ya kufurahisha pamoja, wanarudi kwenye pango lao wakati Elliot ghafla anasikia kitu karibu. Anageuka mara moja bila kuonekana, huku Pete akimfuata mgeni kimya kimya. Ni Grace. Anaweka alama kwenye miti ambayo imepangwa kukatwa. Pete anaona dira aliyobeba na anavutiwa nayo, huku Grace haangalii, anaichukua kwa siri kabla ya kurudi kwenye pango kisiri. Usiku huo, Pete anasema kutoka kwenye kitabu cha hadithi chake cha zamani, na yeye na Elliot wanalala pamoja. Asubuhi iliyofuata, Pete anaamuka baada ya kusikia kelele za ajabu msituni. Elliot bado amelala, kwa hivyo Pete anaenda kuchunguza peke yake. Anagundua kwamba mtu anayeitwa Gavin anakata miti ambayo haikupaswa kuguswa. Wakati huo huo, Grace anawasili na mumewe Jack na kumwamuru Gavin asimame. Gavin ni mdogo wa Jack, lakini hafuati sheria. Wakati huo huo, binti mdogo wa Grace na Jack, Natalie, anamuona Pete na kumfuata kisiri msituni. Pete anapanda miti kujificha, na Natalie anajaribu kupanda baada yake. Anapoteza mshiko wake na kuishia kuning'inia kwenye tawi. Pete anapanda haraka kurudi kumsaidia, lakini wote wawili wanaanguka chini. Natalie anaumia, lakini yuko sawa. Anamwambia Pete jina lake, na wawili hao wanajitambulisha. Muda si mrefu, watu wazima wanafika huku wakimtafuta Natalie. Jack anamuuliza kwa nini alizuruka msituni peke yake, na anawaambia kila mtu kwamba alikuwa akimfuata Pete. Grace anashangazwa na muonekano wa Pete. Baada ya kuishi porini kwa miaka 6, inaonekana mwiwi kabisa. Anamuuliza jina yake, anafanya nini msituni na wazazi wake wako wapi. Kisha anaona dira shingoni mwa Pete. Anapotembea kuelekea kwake kuirudisha, Pete anaogopa na kukimbia. Kabla hajatoroka, Gavin anamkamata. Pete anaanguka kwa nguvu kutoka kwenye miti na kupoteza fahamu. Mara tu Pete anapoumia, Elliot anahisi kwamba rafiki yake wa karibu yuko katika hatari na moja kwa moja anaanza kumtafuta. Wakati huo huo, Grace anampeleka Pete hospitalini. Wakati huo huo, Elliot anafuata harufu ya Pete msituni na hatimaye anamfikia Gavin na wafanyakazi wake. Akiwa na hasira, Elliot anaangusha mti mkubwa mbele yao. Gavin anatambua kwamba kuna kitu kikubwa kimejificha msituni, kwa hivyo anaamua kuuwinda. Likimrudisha hospitali, Pete hatimaye anaamuka na anachanganyika kujikuta amelala kitandani hospitalini. Daktari anamwambia Grace kwamba atakuwa sawa. Grace anamuuliza afisa wa polisi Pete ni nani na haganzi aliweza kuishi porini peke yake miaka 6. Afisa anaeleza kwamba watafanya uchunguzi, lakini hadi watakapompata jamaa yoyote, Pete atawekwa katika kituo cha malezi. Pete anasikia mazungumzo yote. Kwa kutotaka kumwacha Elliot, anatoka hospitalini kimya kimya na kukimbia. Karibu wakati huo huo, Natalie anaenda kumchunguza, lakini anagundua kwamba chumba chake ni tupu. Anawaambia kila mtu haraka kwamba Pete hayupo. Akiwa potevu katika mji usiomjua, Pete hajui pa kwenda. Anaendelea kuita jina la Elliot huku akikimbia mitaani. Muda si mrefu, Grace anamkamata na kumsimamisha taratibu. Kwa mara ya kwanza tangu miaka,
Pete anapata faraja ya mtu anayemjali kweli. Wakati huo huo, Gavin na wanaume wake wanagundua manyoya makubwa msituni. Hawawezi kuona kitu karibu na hatimaye wanaendelea mbele bila kujua kabisa kwamba Elliot amesimama kando yao huku akiwa haonekani. Grace anampeleka Pete nyumbani, lakini anajaribu kukimbia tena. Anamsimamisha na kumwambia kwamba alikuwa kama yeye hapo awali. Akiwa mtoto, alipenda msitu sana, kwamba ulihisi kama home, ndiyo maana hatimaye akawa mlinzi wa msitu. Grace anamwamini Pete kwamba siku inayofuata watatafuta mahali alipokuwa akiishi. Pete polepole anaanza kuzoea maisha na familia ya Grace. Baada ya kukaa miaka 6 porini, karibu kila kitu kinaonekana kipya kwake, lakini wema na uvumilivu wa Grace unamsaidia kujisikia salama. Usiku huo huo, Gavin na wanaume wake wanarudi msituni wakimtafuta kiumbe huyo wa ajabu. Chini ya mti mkubwa, wanagundua pango ambalo Pete na Elliot wamekuwa akiishi. Ndani, Gavin anapata kitabu cha hadithi cha Pete cha zamani. Mara tu anapokichukua, Elliot anashambulia. Wakiwa na hofu, wanaume wanakimbia rudi kwenye lari lao. Gavin hata anafyatua risasi, lakini Elliot anaipondoa bunduki badala ya kumuumiza mtu yoyote. Anawaacha wanaume wakimbia na kuifuata lari lao kisiri, aminiwa litampeleka kwa Pete. Siku inayofuata, Pete anaendelea kuungana na familia ya Grace, hasa Natalie ambaye anakuwa rafiki yake kwa haraka. Kisha Grace anapokea simu kutoka kwa polisi. Wanathibitisha kwamba wazazi wa Pete walifariki katika ajali ya gari msituni miaka 6 iliyopita. Grace anashangazwa, haamini kwamba Pete alifanikiwa kuishi porini peke yake miaka yote hiyo. Afisa pia anaeleza kwamba shirika la malezi liko tayari kumchukua Pete na anamwomba Grace ampeleke huko. Baadaye, Natalie anamuuliza Pete Elliot ni nani, kwa sababu anaendelea kuzungumza kumhusu. Badala ya kujibu kwa maneno, Pete anachora picha ya joka kubwa la kijani na kutabasamu. Ni rafiki yangu mkubwa. Wakati huo huo, Elliot anatafuta kote mjini, akijaribu kwa haraka kumpata Pete. Kwenye nyumba ya Grace, Natalie anamwambia Pete kwamba kiumbe alichochora ni joka. Anaeleza kwamba baba yake, Mitchum, amekuwa akisimulia hadithi kuhusu joka miaka mingi. Kulingana na hadithi hizo, joka linaishi mbali kaskazini. Anaelekeza nyota ya kaskazini na kuelezea kwamba inaulegeza makazi yao Twali. Wakati huo huo, Grace anamuuliza Pete kama wanaweza kuzungumza privately. Anamshukuru kwa kumrudishia dira yake, akielezea kwamba ilikuwa zawadi kutoka kwa baba yake na hata ilikuwa na picha ya zamani ya familia. Grace anamuuliza Pete kwa upole, Haganzi aliishia msituni. Pete anamwambia kuhusu ajali ya gari iliyowaua wazazi wake. Kumbukumbu mchu inamzidi. Grace anamfariji kwa kuelezea kwamba hata yeye alimpoteza mama yake akiwa mdogo, kwa hivyo anaelewa bisasi Haganzi anavyohisi. Unaompata we mwenyewe, unaweza kufanya, anamwambia. Pete anatabasamu na kujibu, najua kwa sababu nina Elliot. Grace anapomuuliza Elliot ni nani, Pete anamuonyesha mchoro aliochora. Grace anashangazwa, picha inaonyesha wazi joka. Pete anamwamini, njoo nami kesho, nami nitamtambulisha kwake. Wakati huo huo, Gavin anamtembelea Jack na kumwomba amsaidie kumkamata joka. Anamwambia kila kilichotokea msituni, lakini Jack anakataa kuamini hata neno moja. Akiwa mchanganyifu, Gavin anaondoka na wanaume wake wakiwa wameazimia kumtafuta joka peke yake. Hawakujua, Grace anasikia mazungumzo yote. Kwa mara ya kwanza tangu miaka, anaanza kuamini kwamba joka halisi linaweza kuwepo. Baada ya usiku huo, Elliot anaipata nyumba ya Grace kimya kimya. Kupitia dirisha, anamtazama Pete akisoma hadithi na Grace, Jack na Natalie kwa furaha. Akimwona Pete akicheza na familia yake mpya, Elliot anageuka na huzuni. Anahisi kwamba tayari amebadilishwa. Akiwa mvunjika moyo, Elliot anarudi kimya kimya kwenye pango lake peke yake. Siku inayofuata, Grace anamtembelea baba yake na kumwonyesha mchoro wa Pete. Kwa mshangao wake, unaonekana kama joka Mitchum aliyochora miaka mingi. Hatimaye, anamuuliza kilichotokea sasa, siku aliyodai kwamba alimuona joka. Mitchum anaelezea kwamba alikuwa nje akiwinda wakati msitu hafla ulipokaa kimya kabisa. Giza lilipomzunguka, aligeuka na kukutana ana kwa ana na joka kubwa. Akiwa na hofu, aliinua bunduki yake, lakini joka hilo halikushambulia kamwe. Badala yake, lilimtazama tu kabla ya kutoweka kimya kimya msituni. Lakini Elliot anaelewa kwamba hawawezi kukaa huko tena. Sasa kwa kuwa wanadamu wanajua kwamba yupo, hawataacha kumtafuta. Pete anatambua hatimaye ni wakati wa kusema kwaheri. Akitumia kitabu chake cha hadithi, anaelezea kwa upole kwamba atakuwa na furaha kuishi na Grace. Siku iliyofuata, Grace anawapeleka Pete na Natalie
kwenye kituo cha malezi, lakini hakuwaingiza Pete ndani. Badala yake, wanaendelea msituni na Mitchum. Pete anawaongoza kwenye kibanda chake cha miti kilichofichwa ndani kabisa ya msitu, ambapo hakuna mtu aliyewahi kufika hapo awali. Kisha anaingia pangoni na kumuita Elliot. Dakika chache baadaye, joka kubwa linatoka. Grace, Natalie na Mitchum wanaachwa bila kusema. Hatimaye, Grace anatambua kwamba baba yake alikuwa akisema ukweli muda wote. Natalie anamchezea Elliot kwa furaha, huku Mitchum akimuona kiumbe huyo wa ajabu tena baada ya miaka hii yote. Lakini wakati wa amani haudumu. Gavin na wafanyakazi wake wanafika ghafla na kumshambulia Elliot. Wanamnasa kwa kamba nzito. Ingawa Pete anapigana ili kumlinda rafiki yake, wawindaji wanamdunga Elliot dawa ya kutuliza kabla ya kutoroka. Akiwa dhaifu na hawezi kuruka, Elliot kanakamatwa na kupelekwa kwenye ghala la Gavin ambapo amefungwa minyororo. Jack moja kwa moja anawapigia mamlaka ili tumai watashughulikia hali hiyo. Hivyo basi, Gavin anakataa kumkabidhi Elliot. Anaamini joka hilo ni lake sasa, na anaamini kwamba ugunduzi huo utamfanya kuwa tajiri na maarufu. Pete amevunjika moyo. Anawaomba kila mtu wamwache yeye na Elliot waende, akiahidi kwamba watatoweka milele na hawatamsumbua mtu yoyote. Natalie anamwambia Pete kwamba Grace hakujua Gavin alikuwa akipanga lolote haya. Wakati huo huo, afisa wa misitu wanafika gharani. Gavin bado anakataa kumkabidhi Elliot. Anasisitiza kwamba joka hilo ni lake kwa sababu ndiye aliyempata kwanza. Wakati kila mtu anabishana nje, Natalie anamwonyesha Pete bomba siri linaloingia gharani. Wawili huo wanatambaa kimya kimya ndani. Hatimaye wanamkuta Elliot amefungwa minyororo. Kumwona rafiki yake wa karibu amenaswa hivyo linavunja moyo wake kabisa. Wakati Gavin na maafisa wanapong'ang'ania kufungua mlango mkuu wa gharani, Natalie unaufunga kutoka ndani, mpa Pete muda wa kutosha kumtoa Elliot. Pamoja wanaondoa minyororo na kujaribu kumsaidia kutoroka, lakini Elliot bado ni dhaifu sana kutokana na dawa ya kutuliza. Wakati maafisa hatimaye wanapolazimisha mlango kufunguliwa, gharani linaonekana kimya. Kila mtu anafikiri joka limetoroka. Wasichojijua ni kwamba Elliot amejigeuza asionekane kabisa. Dakika chache baadaye, Grace anafika na kutambua kwamba Pete, Natalie na Elliot bado wanajificha ndani. Wanakuja ndani haraka na mpango mpya. Kwa kuwa Elliot hawezi kuruka bado, watamtoa nje ya gharani ndani ya lari. Natalie unawasha lari. Wakati huo huo, Mitchum anakimbo gharani, akifungua njia kwa kila mtu kutoroka. Wanakimbia kuelekea katika msitu, huku Gavin na mamlaka wakifuatilia kwa kina. Akiwa azimio kumsumbua Elliot, Gavin anaendesha lari lake moja kwa moja kwenye njia yao. Mitchum anagonga breki lakini ni kuchelewa. Lari la Gavin linageuza moja kwa moja gari lake na kukimbia hadi mdaraja. Wakati huo, Elliot hatimaye anapata nguvu za kutosha kuruka. Anatua juu ya mdaraja. Lakini anapoona ukuta mkubwa wa moto kulinzia mdaraja, anapumua ukuta mkubwa wa moto kuvuka mdaraja, akiwazuia kila mtu kuwafikia. Bahati mbaya, lari la Grace na Jack linanaswa na malewa. Gavin anajaribu kuwasaidia, lakini moto ni kali sana. Lari linaanza kuteleza polepole kuelekea ukingo wa mdaraja unaoanguka. Pete anakimbia kwa kutaka tamaa. Ni watu wazuri, tafadhali waokoe. Bila kusita, Elliot anaruka kwenye moto na kuwaokoa Grace na Jack. Lakini anapowaokoa huru, mdaraja unaanguka chini yao. Elliot, Grace na Jack wanatumbukia mtoni chini. Natalie na Mitchum wanaangalia kwa hofu. Wanaamini wote watatu wametoweka. Hivyo basi, Pete hakati tamaa. Anajua Elliot hangewaacha wafe. Muda mfupi baadaye, Elliot anarudi angani huku Grace na Jack wakiwa wamelala chali. Wote wanatazama kwa ajabu. Kumwona joka akihatarisha maisha yake kuwaokoa wanadamu, hatimaye anambadilisha Gavin. Anatambua jinsi alivyokuwa amekosea. Lakini kabla ya mtu yoyote kusherehekea, helikopta zinaonekana juu kichwani. Zinakuja kumkamata Elliot. Wakijua kwamba si salama tena kwake kukaa, Pete na Elliot hutoweka tena msituni. Wanaporudi pangoni kwao, wanagundua kwamba nyumba yao imeharibika.